Ujambo na karibu katika kona ya lugha na mwalimu wako Kioko. Leo ningependa tuangazie hali. Tuangazie hali katika Kiswahili na nitaangazia baadhi ya hali hizo. Hali ya kwanza ambayo nitaangazia ni hali timilifu. Hali timilifu katika Kiswahili huashiria kwamba kitendo kimetendeka ama kimekwisha timia wakati ripoti ya kitendo hicho kinatolewa. Ripoti ya kitendo hicho kinatolewa. Na hivyo basi kiambishi ambacho kinadhihirisha hali timilifu ni kiambishi me. Kiambishi me. Mfano, mama amekuwa akipika jikoni. Mama amekuwa akipika jikoni. Basi hiyo me katika sentensi hiyo inaonyesha kwamba kitendo tayari kilikuwa kimetimia wakati ripoti ya kitendo hicho ilipokuwa ikitolewa. Hali ya pili ambayo nitaangazia ni hali ya mazoea. Hali ya mazoea katika lugha ya Kiswahili huashiria kwamba kitendo hutendeka mara kwa mara ama tena na tena. Yaani kuna yale mazoea ya kitendo kutendeka kiasi kwamba tunaweza tukatabiri kwamba kitendo chenyewe kitatendeka tena. Kiambishi ambacho kinadhihirisha hali ya mazoea ni kiambishi hu. Mfano, mama hupika wali kila siku ya Jumatatu. Mama hupika wali kila siku ya Jumatatu. Hu pale inaashiria kwamba kile kitendo huwa kinatendeka mara kwa mara. Mtazamaji wangu, tuangalie hali ya tatu, ambayo ni hali ya kuendelea. Na hali ya kuendelea tutaangazia kulingana na wakati. Hali ya kuendelea huashiria kwamba kitendo kimekuwa kikiendelea ama kitakuwa kikiendelea wakati ambapo ripoti inatolewa. Napozungumzia hali ya kuendelea, nazungumzia nikirejelea nyakati mbalimbali. Tangazia kwamba wakati ujao hali ya kuendelea inaashiria kwamba kitendo kitakuwa kikitendeka wakati ripoti ya kitendo hicho itakuwa ikitolewa. Tunapoangazia ama tunapoandika katika wakati ujao hali ya kuendelea, basi tunatumia takuwa kisha ki inafuatia kwa kitenzi kinachofuata. Ki inafuatia katika kitenzi kinachofuata. Mfano, mama hatakuwa akipika chakula jioni. Mama hatakuwa akipika chakula jioni. Takuwa na ki hapo inadhihirisha kwamba sentensi hiyo iko katika wakati ujao hali ya kuendelea. Tuangazie wakati uliopita hali ya kuendelea. Inaonyesha kwamba kitendo kilikuwa kikiendelea wakati ripoti ya kitendo hicho ilikuwa ikitolewa. Kitendo kilikuwa kikiendelea wakati ripoti ya kitendo hicho ilikuwa ikitolewa. Msikilizaji wangu, mfano, mama alikuwa akipika. Mama alikuwa akipika wali jikoni. Mama alikuwa akipika wali jikoni. Pale katika mfano tumeona kuna alikuwa kisha kuna ki. Kwa hivyo basi unapoandika sentensi yako katika wakati uliopita hali ya kuendelea, basi utazingatia likuwa na ki katika sentensi. Mtazamaji wangu, tumefikia hatima ya somo la leo. Asante sana, shukran.